kaenda akauliza mchungi, huyu msichana anapenda nini? Kamwambia mapera. Kama hii mapera ndio msituni atie. Akasema basi kesho tuko. Apanja akachukua mfuko kama hii yangu. Hii ya wanafunzi. Akajaza hapa mapera. Ile imeiva. Akajaza mapera mfuko. Anaenda kukimbia mbio na anasema mimi nitakimbia na hii mfuko yangu. Amejaza hapa mapera. Watu walitoka wengi wanataka waone huyu mtu wa ajabu atakimbia na mnakani. Walipofanya oni ya Mark, unajua msichana anainama na apanja kwa sababu miguu imekaa hivi, akakaa hivi. Wakasema seti, akakaa hivi. Wakasema haya ko, apanja akaanza kutembea na mfuko yake. Pole. Msichana akakimbia akaenda kama mita 100 na akakaa chini, yani madharau. Akasema wacha nikae kwanza huyu mtu aende ndio nimfuate. Apanja akakuja pole akapita kwa msichana, akachota mapera akamwaga hapo. Msichana akaanza kula. Apanja akaendelea, karibu amalize raundi ya kwanza, msichana akachomoka wakati amemkaribia, akachukua mapera akamwaga. Akaendelea, ilikuwa ni raundi 4. Akaenda raundi ya 3, msichana anacheka tu, amekaa chini anakula mapera. Ilipokuwa imekaribia raundi 1, apanja akamwaga mapera yote na akatupa hapo na kikapu na akaanza kuenda. Msichana akanyorosa miguu, wapukuzi wanaitanga Holambisi. Akaanza kula mapera. Watu wakaambia msichana, wewe kengele imegonga, huyu mtu karibu anafika kwa kamba. Msichana anacheka tu, ako kwa mapera kukula. Wakati anaamuka chini, imepaki kama hapa na hapa, apanja akakaza ati msichana, apanja akapiga kamba. Akashinda, ikatangazwa harusi kazi ya mwana wa mfalme na bwana apanja. Kwa hivyo dunia hii, shetani ana mapera yenye anatutupia pole. Wakisema tunaenda huku, wewe unabaki nyuma. Uko kwa vitu vya dunia. Nataka nipeleke watoto wangu sijui kwa private school. Sasa ukipeleka private school na uende motoni, itakusaidia nini? Sasa hatuna hapo watoto wako shule. Nataka nijenge nyumba sijui ikaa hivi na kanisa haijajengwa. Tuko kwa vitu vya dunia, mapera ambayo tunatupiwa, tukirogota. Tutashitukia siku ya mwisho imefika, Yesu anarudi. Wakati wao unashituka, shetani atakuwa ameshinda. Kwa sababu ukifa ukiwa ndani ya shetani, hakuna wokovu tena. Sisi hatuombeingi watu wenye wamekufa. Ati tuombee sisi sasa na hata wakati wa kufa kwetu. Wewe ngoja wakati wa kufa ndio uombe. Sisi tunaombanga wakati tuko wazima. Wakati huu ndio wakati wa kumwombea Mungu. Si wakati mtu amekufa ndio sasa tunaenda kuombea roho wenye wamekufa, hapana. Mungu ni Mungu wa watu walio hai, si wa watu waliokufa, kulingana na Yesu katika kitabu cha Marko 12:24 mpaka 26 inasema hivi. Mungu awabariki sana.